Mambo vipi? Bado tuko Eburu katika kaunti ya Nakuru, eneo bunge la Gilgil, Eburu Mbarukwa, na leo safari yetu itakuwa katika maeneo haya ya KenGen ambapo kunazalishwa umeme kutokana na mvuke. Safari yetu inaanzia Eburu Shopping Center ambapo tuliangazia katika episode iliyopita jinsi wanavuna maji kutokana na mvuke. Kama usafiri wako ni pikipiki, utalipa 200 ambayo sina uhakika kama ni bei ya mgeni kwa sababu sio umbali mrefu. Vroom, twende Eburu Forest, jembe mahiri on the road. Kutoka Eburu Shopping Center tuliona maji ya mvuke, sasa twapanda njia ya msitu Nung'a. 200 kwa pikipiki, japo si mbali sana, lakini uzuri na kungojea wazidi thamani ya hela. Barabara tulivu, kijibaridi cha mbali, msitu wa Eburu wanikaribisha kwa hali ya amani. Mvuke wa paju kama ishara ya siri, chini ya ardhi kuna nguvu ya taifa, hazina adhimu kweli. Eburu, msitu wa maajabu, vidimbwi viwili vyapendezesha kama lulu. Mvuke wapanda juu wazalisha umeme, megawati 2.4 zapatikana hapa kweli. Eburu, harufu kidogo ya maya, hydrogen sulfide, tahadhari si ya mzaha, lakini hewa bado safi, mandhari ni tamu, mazingira huku shwari, moyo wangu watulia tu. Kidimbwi kikubwa, maji yatulia kama kioo, lakini si pa kuogelea, tahadhari ni ngao. Miaka 3 iliyopita palitoke mkasa, leo twatembea kwa heshima, tukikumbuka somo daima. Mifugo yaruhusiwa kuchunga kwa utulivu, lakini kukata miti ni mwiko kwa msitu. Eburu si tu uzuri wa macho, ni nguvu ya taifa, ni fahari ya Nakuru. Nguvu ya mvuke wa chini, mvuke unageuzwa maji, kwingine unageuzwa umeme wa nyumbani. Megawati 2.4 leo, kesho zaidi. Safari ya joto ardhi ya Kenya jasimama kamwe kweli. Nakuja tena na tena, hii ni nchi ya ahadi. Mazingira napendeza, msitu wa kijani, vidimbwi vya kuvutia. Hii si safari tu, ni hadithi ya taifa. Kutoka Gilgil hadi moyo wa msitu, kutoka mvuke hadi mwanga wa nyumba. Naitwa jembe, jembe mahiri, na hii ni safari ya Eburu. Vroom, Eburu, twende Eburu Forest, jembe mahiri on the road. Kutoka Eburu Shopping Center tuliona maji ya mvuke, sasa twapanda njia ya msitu Nung'a. 200 kwa pikipiki, japo si mbali sana, lakini uzuri unaokungojea wazidi thamani ya hela. Barabara tulivu, kijibaridi cha mbali, msitu wa Eburu wanikaribisha kwa hali ya amani. Mvuke wa paju kama ishara ya siri, chini ya ardhi kuna nguvu ya taifa, hazina adhimu kweli. Eburu, msitu wa maajabu, vidimbwi viwili vyapendezesha kama lulu. Mvuke wapanda juu wazalisha umeme, megawati 2.4
inapatikana hapa kweli. Eburu, harufu kidogo ya mayai, hydrogen sulfide, tahadhari si ya mzaha, lakini hewa bado safi, mandhari ni tamu, mazingira huku shwari, moyo wangu watulia tu. Kidimbwi kikubwa, maji yatulia kama kioo, lakini si pa kuogelea, tahadhari ni ngao. Miaka mitatu iliyopita palitokea mkasa, leo twatembea kwa heshima, tukikumbuka somo daima. Mifugo yaruhusiwa kuchunga kwa utulivu, lakini kukata miti ni mwiko kwa msitu. Eburu si tu uzuri wa macho, ni nguvu ya taifa, ni fahari ya Nakuru. Eburu, nguvu ya mvuke wa chini, mvuke unageuzwa maji, kwingine unageuzwa umeme. Hapa sasa ndo tumefika. Kituo hiki cha kuzalisha umeme kiko ndani ya msitu wa Eburu. Ukija na pikipiki au usafiri mwingine, uende ukapitishwa hadi ofisi za wasimamizi wa msitu huu, na kusema la haki, utakuwa umekosa kuona kitu cha kupendeza ajabu. Kwa hivyo nakushauri ushuke hapa kwanza. Hii ni mojawapo ya vituo vya kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya joto ardhi zinazoendeshwa na KenGen. Hapa Eburu, umeme huzalishwa kupitia mfumo wa Wilhelm Geothermal, ambapo mvuke kutoka chini ya ardhi kupelekwa moja kwa moja kwenye mitambo ya kuzalisha umeme. Kwa sasa kituo hiki kinazalisha takriban megawati 2.4 za umeme. Eburu ni eneo lenye uwezo mkubwa wa rasilimali ya joto ardhi, na tafiti zinaonyesha kuwa uwezo wake unaweza kufikia zaidi ya megawati 50 endapo uwekezaji utaongezwa. Maeneo haya ni miliki ya KenGen, kwa hiyo ni muhimu kuomba ruhusa kwanza ili uelekezwe sehemu salama za kutembelea. Kuna kijiharufu kama cha mayai yaliyooza kinachosababishwa na gesi ya hydrogen sulfide. Gesi hii inaweza kuwa hatari kwa binadamu ikiwa katika kiwango kikubwa. Japo gesi hiyo hapa inadaiwa kuwa katika kiwango cha chini, tahadhari ni muhimu zaidi kuliko majuto. Mandhari hapa ni ya kuvutia sana. Kuna vidimbwi viwili vinavyopamba eneo hili na kufanya mandhari kuwa ya kipekee. Hata hivyo, ni mwiko kuogelea katika vidimbwi vyote viwili. Baadhi ya sehemu ni telezi, hasa unapokaribia kwenye kidimbwi kikubwa, hivyo ni busara kuwa makini. Miaka 3 iliyopita, kijana mmoja alipoteza maisha yake baada ya kuanguka katika kidimbwi hiki. Katika baadhi ya maeneo ya msitu huu, wakazi huruhusiwa kuchunga mifugo, lakini ni marufuku kukata kuni au kuchoma makaa. Miaka ya nyuma, msitu huu ulikuwa katika hatari ya kuangamizwa kutokana na uchomaji wa makaa na ukataji wa miti ovyo, lakini kwa sasa jamii imechukua jukumu la kuhifadhi kwa manufaa yao na vizazi vijavyo. Tunamalizia episodi ya leo hapa. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye episodi nyingine ambapo nitakujuza mtu ulipa pesa ngapi kuingia msituni kufanya hike na ni nini unapaswa kutarajia humo. Naitwa Jembe mahiri.